Asante msikilizaji wangu, siku ya leo ninafurahi kwa sababu ya kukutana nawe siku ya leo, ambapo ninataka tuelimishane kuhusu marafiki. Maana tunapokuwa katika maisha haya tutakuwa na marafiki ambao, kuna marafiki wazuri na kuna marafiki wabaya. Siku ya leo ningependa tuweze kuzungumzia kuhusu hatari ama marafiki hatari katika maisha yako ama katika kufanikiwa kwako. Maana tunapoongelea katika marafiki wapo wengi, na kuna marafiki ambao ni hatari sana katika maisha yako ya kufanikiwa. Wapo marafiki ukiwa nao siku ya leo hawezi ukafanikiwa, na kuna marafiki ambao tunawataja kuwa hatari sana, ambao wanahatarisha ndoto zako kuweza kutimia. Na tunazungumzia kuhusu marafiki ambao, kuna marafiki ambao hata wakisikia mahali ambapo kuna chance hawatataka uweze kutajwa pale, watakunyima fursa. Marafiki wanaokunyima fursa si marafiki ambao wanakutakia mema, maana au marafiki wanataka usinje ukaweza kutimiza ndoto zako, maana hawakutakii mema katika safari yako ya kuweza kufanikiwa. Wapo marafiki ambao wanakutaka wakati tu wanapofaidi wao wenyewe katika maisha yao, watakuwa karibu nawe, lakini itafika wakati ambapo wanataka sifa zote siweze kurudi kwao. Hata ukifanya jambo nzuri, wanataka sifa zikuwe kwao, lakini hawataki wewe mwenyewe ufaidike na yale mambo ambayo pengine umeyatekeleza. Wanataka wao wenyewe wapokee zile sifa. Au ni marafiki wabaya. Kuna marafiki ambao ni kama kupe, wanakumaliza, wanataka tu wafaidi kutoka kwako na vitu zako na mali yako. Hawataki ya kwamba uweze kufaidi kutoka kwao. Wao hakuna kitu ambacho wanaweza kupromote, wakakupromote katika maisha yako. Wanataka tu wao waweze kukufyonza wewe, ni kama kupe anayofyonza damu kutoka kwa mnyama. Au ni marafiki hatari ambao wanahakikisha ya kwamba hautaweza kukua katika maisha yako ama katika safari yako ya kufanikiwa. Watataka ya kwamba umbaki katika kile kiwango, na ikiwezekana uweze kuishi kama wao, uweze kukaa maisha ambayo ni ya umaskini kama wao. Hawatataka uweze kuinuka kutoka pale. Wako na kitu ingine ndani inayowauma wakati ambapo unafanya jambo ambalo ni za kuweza kuwa congratulated. Hawataki hata waweze kukuambia ni asante, umetenda mambo mazuri. Hawataki watu wakikumiminia sifa, wanataka ya kwamba wao sifa sije kwao. Na hao ni marafiki hatari sana. Wapo wengine ambao ukifanya kitu zuri inawauma ndani kwa ndani, wanasikia kuna kauchungu fulani wanaosikia wakati ambapo wewe unaendelea vizuri, wakati unapanda juu. Wengine hawasikii hata kama watacheka na wewe, utakuwa ya kwamba kuna kakitu ndani yao inawauma sana wakati wanapokuona unapozidi kuendelea kupanda. Nao ni marafiki wabaya, lazima ujitenganishe nao wakati unapozidi kuendelea kukua katika safari yako ya mafanikio. Hapo marafiki ambao itabidi ya kwamba uweze kuwadelete. Wapo wengine lazima ufanye conduct audit katika kila mwaka, uangalie ni nani ambaye akusaidia kufaidi katika conduct zako kwa simu, maana hakuna haja tujaze conduct katika simu zetu, na wale ni marafiki ambao ni hatari, wanaodidimiza ndoto zetu tunapokuwa katika safari ya kufanikiwa. Wapo wengi sana, hawataki wanapozidi kuendelea, so lazima tuweze kuwatambua, na jinsi tunavyozidi kuendelea kupanda juu, ndipo tunapozidi kuendelea kuattract new friends ambao lazima watatusaidia katika safari. Maana lazima kuna marafiki ambao utaungana nao watakao kusaidia katika safari yako ya mafanikio, na wapo marafiki ambao watakurudisha nyuma. Kumbuka, unapochukua hatua ile, wakati mwingine inakuwa ni hatua ngumu sana, ambapo unataka kuweza kuondoa marafiki wengine. Wataona ni kana ya kwamba umejawa na kiburi, lakini kuna kitu nataka nikuambie. Utafika mahali ikumbidi uweze kufanya conduct audit kila wakati, ukiangalia ni nani ambaye hana maana. Hakuna haja ya kukaa na conduct mwaka mzima, miaka mbili, na hujawahi ongea na huyo mtu, hujawahi zungumza naye. Ni nini ambacho kitakufanya usije ukapata kumwondoa katika maisha yako, wakati ambapo unapozidi kuendelea kuhitaji marafiki wengine
watakao kusaidia katika safari ya mafanikio. So kunao marafiki wabaya, kunao marafiki hatari sana ambao wanahatarisha maisha yako. Kumbuka ya kwamba wapo wengi watakaotaka kila wakati wakuja washinde karibu na wewe, na hakuna chochote ambacho wana contribute katika maisha yako ya mafanikio. Wapo wengi ambao hata wewe kama utaenda kuwatafuta, watakuja kukutafuta na watakuja watake ya kwamba wakwamishi shughuli zako wakikupea umea. Hiyo ni mambo ambayo hayakubaliki katika maisha ya kukua. Tunapozidi kuendelea kufanikiwa katika maisha yetu, kama tunataka kwenda mbali, lazima tujue marafiki wanaosimama nasi, marafiki watakao tupa fursa, marafiki ambao akiona mahali ambapo kuna fursa anaweza akakuita, anaweza akakurecommend ya kwamba you are qualified. Lakini wengine hata kama wanajua wewe una qualify, hata kama unajua unafuzu, hawezi hata akakutanja mahali, kwa sababu hakutakii mema, hakutakii safari ya kwenda mbali. Anataka tu kwame nao pale pale tu, ili akuonange pale ukiwa unaishi maisha wanaoishi. Wapo wengi sana ambao hawasikii vyema unapozidi kuendelea kukua katika safari yako ya mafanikio, na wanakuwa wanakona kiburi sana, wakati ambapo wanataka tu uweze kuisiwa wewe, uweze kukaa kama wao. Hawataki wakati ambapo unaendelea kubarikiwa, so wanakuwa ni kama ndonda sungu katika maisha yao. Wengine wanakuja kuwa ni mzigo mzito katika maisha yako. Wapo marafiki ambao ni mzigo, wengi ambao wameshindwa jinsi ya kuweza kuwaacha, ya kwamba wanastiki pale wakiwanyonya ni kama kupe, lakini wamekuwa mzigo. Inakuwa ya kwamba hata ukiishi katika nyumba yako mwenyewe hauna amani kwa sababu yao. Hao ni marafiki hatari sana, maana hata kama hujatoka kuwatafuta watakuja kutafuta. Hao ni marafiki ambao pengine wanakuwa mzigo katika maisha yako, na ni lazima watambue na wajue na ujue nia zao, maana wengine nia zao ni mbaya. Wanataka uishi katika umaskini kama wao na wakuharibie. Wao watataka kutumia mali yao na hakuna chochote utafaidi kwao. So ina maana ya kwamba tuweze kuwajua na kuwatambua, na tutaweza kuona safari yetu ya mafanikio imeweza kufanikiwa kwa wakati ufahao. So wajue marafiki walio wazuri katika maisha yako. Asante sana. Shalom.